Sasa kuhiriria ya ndwake abu nigetha mugeithwo ni atongoria aya kuhiriria ya na mwe haria nigetha twaranirie. Harambe harambe. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Haune omuri andu ake abu. Haune omuri. Kiama kianyu ni kiriku? Kiama kianyu ni kiriku? Kiria kia gutu? Kiasikisa? Niko kianyu? Niko kianyu? Si mnajua Kasongo anatengeneza tuhiru baro ingine kidogo? Muko na habari? Muko na habari? Unajua amejua tumemweza na tumekataa wheelbarrow ile ya yellow. Sasa iko ka wheelbarrow anatengeneza ya blue. Anatengeneza ingine ya rangi ingine ya green ya nini? Mtakubali wheelbarrow? No watu heni ile ya keri. Ni watu heni ile kana watu heni ile. Ni muito kati muito. Ni watu heni ile kana watu heni ile. Ni watu heni alege. Ni watu heni alege. Wangapi wanasema Kasongo hawezi kudanganya sisi tena? Sasa huyu Kasongo amepanga jama ya kutawanyisha opposition. Lakini sisi tumekataa. Na ndio tumekuja hapa na Kalonzo, na Eugene, na Martha Karua, na JB Muturi, na Linturi, na mimi Mandrigiji kumwambia tutasikizana, tutoe mtu moja ya kupambana na Kasongo. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Ni mwizi si mwizi? Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Gen Z mbo? Gen Z mbo? Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Mchukue vitambulisho Gen Z na muandikishe kura. Saa 10 usiku muamuke. Huyu Kasongo aende nyumbani. Aende asiende? Aende asiende? Na sisi tunasema kama watu ya upinzani, tunataka kurekebisha Kenya, tuirudishe pahali Mwai Kibaki alituachia. Tunataka turudishe free primary education. Mnakubaliana sisi? Mahospitali hakuna dawa, turekebishe hospitali. Si ndio? Mambo ya hii housing levy, hiyo tutapiga marufuku. Na hii manyumba yote tupatie wa Matangi, aokote kodi, alipe ile watu pesa yao ilitolewa. Si ndio? Si ndio? Sijuzi waliangaisha wa Matangi, wakamfanyia aibu huko Kikuyu, ati wanataka kumfunga. Mtakubali? Ati anatafutiwa makesi ya uongo. Ati kwa sababu wamekataa kupeana mashamba ya Kiambu. Eude muri ati ndio wa Kiambu nigetha jite tongoria. Kasongo ni areta nze kule State House. Arahe andu 10,000. Nimuraiguire? Nimuraiguire? Arauga atiriri atwande ya Kiambu mutiri akirima mwehutie kirima-ini. Kirima timihaka, kirima ni rore. Inywe no mume rorere-ini. Ati muthie Sugoi. Ati maraja na ichungu ati muthie Sugoi. Ati andu a Kiambu muri andu a Sugoi. Ni kuri mundu wa Sugoi guku? Ni kuri ona omwe? Kasongo aende asiende? Na mimi nakwambia wewe Kasongo, wewe hujui watu ya Kiambu. Hawa ni watu wamechanuka, wanaona mbele. Na wewe utajua hii watu ya Kiambu kura ikihesabiwa. Siku hiyo ndio utawajua. Ati arauga ne ati muguthura togege, ne mugwitekera. Ne mugwitekera. Ne mugututhurira andu na kiama kia DCP. Ni andu aigana marauga DCP. Harambe. Harambe. Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mtu ya kutenga. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Swali la mwisho. Tukisikizana kama upinzani, tusikizane ni Martha Wangari Karua. Mtampigia kura? Nionyesha kwa mkono. Sisi tukikaa kama upinzani, tusikizana ni Eugene Wamalwa. Mtampigia kura? Wacha nione kwa mkono. Sisi tukiamua tuseme ni ya cousin Kalonzo Musyoka, mtampigia kura? Na wakisema ni Mandrigiji? Wakisema ni Mandrigiji?
Kwanza mimi nitakibiza hii mtu kama baisikeli ya kuibiwa. Tumuhanyokie. Tumuhanyokie. Harambee. Kiambu hoi. Kiambu hoi. Nataka nimpatie mama wetu, shangazi wetu, kiongozi wetu, gava wetu, Mheshimiwa Martha Wangari. My sister. Asante sana Rigiji. Watu wa Kiambu mpo? Mambo? Hapana wanta. Mambo? Mambo? Chama ile naongoza inaitwa People's Liberation Party, PLP. Semeni PLP. Nikisema PLP, tunasema tuungane tujikomboe. PLP. PLP. Sababu bila kuungana hatutaweza. Ile kazi iko mbele yetu ni kubwa, inahitaji kila mtu, inahitaji kila Mkenya. Naomba tuungane zote, tuko wengi, vyama ni vingi vile mmesikia Rigiji akisema. Nimesimama kama rais na leo nimepatiwa kipawa na chama yangu ya PLP. Yeye amesimama, my twin Kalonzo wa Musyoka amesimama, na Eugene amesimama, na pia hata Justin. Kila mtu amesimama. Lakini hii ni nyumba iko na upendo. Tutashindana ndani ya nyumba, na yule tutachagua kila mtu akae nyuma yake. Hiyo tumekubaliana. Yule ataondoka atakuwa msaliti. Tumekubali ya kwamba yule hatutaki Kenya ni Kasongo na watu yake. Muelewe, mimi na muelewa Kasongo aliingia mbunge akanikuta 1997. Na sisi ndio tulikuwa tunamzima bunge. Hata tukiwa kwa serikali ya mseto nilimsima na nikafanya abaduliwe kama waziri sababu ya ufisadi. Ndugu yangu amesema atamuendesha kama baiskeli ya mwizi. Mimi akiniona hawezi karibia. Hawezi hataota ndoto. Akiniona karibu anajua dawa yake imefika. Hiyo ufisadi wake tutakomesha. Hiyo mambo yake ya kujifanya dikteta tumekataa. Anajilinganisha na mzee mwingine jirani. Nimemwambia we will not allow you to graduate as a dictator. Kenya ni republic, hatutaruhusu mtu hata mmoja kuwa dikteta. Anaua watoto wetu. Mimi niko hapa niweze kuona ya kwamba hakuna mama hata mmoja atakuwa na majonzi sababu mtoto wake ameuawa. Njokete kugiria atumia maithori ni undu wa ciana ciao cietwo ni Kasongo. Ciana ciao igathomete ngiona wira Kasongo athukitie uchumi. Tulikuwa kwa serikali ya Mwai Kibaki tukiwa na wengi hapa. Tunajua njia ya kulainisha nchi, na njia moja ni kuinua wekezaji wa Kenya. Mwaigua gugetanwa investor andu itu. We oratinda na mukokoteni, we oratinda na indo cia kuhoka. Wewe thiine wa thoko eno, wewe ni mwekezaji wa hapa Kenya. Na hatuwezi kusema wekezaji wa ng'ambo ndio peke yao wanapatiwa tax free holidays na nchi yetu. Alafu tunamwekea mzigo mwekezaji Mkenya mdogo. Sisi tumesema tutamuokoa kutoka kwa hiyo kodi ya kumnyonga. Tutamuokoa kwa uongozi baya, lakini tutamuokoa tukiwa pamoja. United we stand, divided we fall. Si mnaelewa hiyo? Huyu mrembo mnaniona na yeye hapa ni Secretary General wa PLP. We have the youngest Secretary General. Hii ni chama pia ya majenzi, na lazima tuwe na nyumba nyingi. Hata kanisa nyumba moja inatoa watu wakienda kanisa tofauti. Si ni kweli?
hata sisi tukiwa united opposition, we have all these parties, kila mtu achague yake. Wale wa Kiambu wanapenda PLP, tutakuwa na ofisi hapa wiki ijayo ndivyo muweze kujisajilisha. Lakini safari ni moja ya upinzani, tukiwa wapi? Pamoja. Mkituona hapa hatuna mchezo, na Kasongo aelewe hakuna nini. Hawa ndugu zangu walikuja kwa mkutano wangu kuonyesha umoja wetu. Competition ndio, but within the house. Kisha tukienda nje tutoe mtu hata viti ya bunge ya ungavana. Wale watakuwa wamesimama na chama chetu, tutawaweka pamoja, tuchague kwa njia ya usawa mtu mmoja wa kupigania kiti. Tutirenda gukarugamia andu eri ona giti kia MCA. Tutikwenda nafasi ya Kasongo kubitukana giti kiu ni gigicugu. Tutikwenda abituke na giti hata pita na kiti hata moja. Tumekubaliana aende asiende, serikali yake iende isiende. Kiambu mmemwambia ni kwa heri, aende kabisa, athi ategucoka. Kwoguo turoiga mambo. Huyu SG wangu anaitwa Asha Bashir. Niko na viongozi wengine wa vyama, no tondu tutikwenda kumutithia abana mwiwira, reke njokie kameme kanengerwa atongoria aria angi a kiama. Ni moigwa mwana witu, ona ndina mwanake witu aba kuma Meru retwo thuranira, ndiwe kana Gavana Nyoro. No Gavana Nyoro ni ekunengerwa akithia andu guku ni kwao. Itikirai Gavana Nyoro akeithanie tugicoka kunenganira. Na mutinaga iria matha wega mwire hi sis. Hi sis. Sis hi. Icio nĩ cia matha. Nĩ mwamugeithia wega? Ta mugeithia ijigue. Mugeithia irenge. Aya, tuko na our cousin Kalonzo Steven wa Musyoka. Aya, asanteni. Moriega Ndweitu. Mwaseo. Kumbe mnajua lugha ya Kuso eh? Hebu mnipatie Wiper hata mimi nifurahi. Wiper. Nikisema Wiper utanijibu komboa Kenya. Nikirudia komboa Kenya unasema one term. Mko tayari? Wiper. Wiper. Komboa Kenya. Komboa Kenya. Rigijia komboe Kenya asikomboe. Madha komboe asikomboe. Ndugu huyu Eugene Wamalwa akomboe asikomboe. Watu wa Kiambu mkomboe ama mtarudi nyuma? Wangapi ansema tuko pamoja kuondoa Kasongo Kenya hii? Asanteni. Mimi nafurahi sana nyinyi watu wa Kiambu muliitwa Ikulu, na hiyo Ikulu imekuwa a crime scene where you have abuse of office in open daylight. Wanaita walimu wapatiwa shilingi 10,000. Nyinyi wa Kiambu mkaenda mkachukua hiyo 10,000, mkakataa kusema watu wa mlima wagawanywe. Wangapi sema mlima huwezi kugawanya mlima? Hata mimi ni Mlima South. Unasikia hiyo? Kwa hivyo uwezi ndio nikasema ukitaka kugawa mlima anza Kibwezi. Ukifika Meru na Tharaka utajua hii ni dunia ingine. Kwa hivyo sasa tuungane bila kujali wenzetu wa Kenya mahala popote walipo. Sisi ni taifa moja ambalo tunaamini lazima kuwe na mabadiliko ya kweli. Na hii mabadiliko haitapatikana ikiwa wewe hautatumia kura yako. Ile silaha ambayo Kasongo ataelewa ni kuanzia Jumatatu vijana waende wachukue IDs. Kama huna hakika kwamba kura yako bado iko, anza kujiandikisha Jumatatu tarehe 29. Wangapi atahimiza watu wetu wakachukue kura? Hiyo ndio silaha kamili. Hiyo silaha hiyo. Na tukumbuke kina Dedan Kimathi walipopigania uhuru, walipigania miaka yote hiyo wakiwa kwa mlima, kwenye baridi, wakamwaga damu. Sasa kina Dedan Kimathi wa siku hizi ni vijana wetu Gen Z
ambao waliuawa, na hatuwezi kusahau hawa watoto wetu. Kumbukeni tulikuja hapa kumzika mtoto Bridget. Si mnakumbuka? Mtoto alikuwa kwa nyumba anaangalia runinga, risasi imepiatiliwa na watu wa Kasongo, mtoto akapigwa kichwa akakufa. Akapigwa risasi. Wangapi wasema hatuwezi kumsahau mtoto Bridget? Hatuwezi kamwe. Sasa hapa nadhani yule mama tulimuona akilia kwa television, anatoka Kiambu. Mtoto ameuawa Haiti. Genge kule, Ruto anaenda kupiga askari yetu Munanda, kuwapeleka huko Haiti, na Hindi ni nchi ya weusi kama sisi. Kwanza nchi ya Haiti ilikuwa inapigania uhuru pamoja kina Dedan Kimathi wakipigania uhuru, wao ni weusi kama sisi. Ingawaje wanaongea Kifaransa. Askari polisi wetu wakapelekwa huko kiolela. 3 wameuawa. Ruto mwenyewe akiwa New York jana akakubali askari jeshi mmoja hapa wa polisi kutoka Kiambu, I think it's from Kiambu, yeye pia amekufa kule, na aliuawa mwezi wa 3 juzi tu. Ndio Ruto anasema tunakubali aliuawa. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapi anasema askari jeshi wetu arudishwe, askari polisi watolewe huko waje hapa? Na wakija hapa tunajua polisi wengine wanatumwa vibaya na Ruto. Yaani wanapatiwa maguni, napatiwa rungu. Ukiona Rigiji piga yeye rungu. Akitoka airport angushia yeye hata jiwe akufe. Sasa wajue kwamba wakimguza mmoja wetu watakuwa wameguza Kenya nzima. Wangapi wanasema hatutakubali mtu mmoja aguswe? Kwa hivyo mambo haya ni ya maana sana kwetu. Wajue kwamba kura yetu tukichukua tuweke mfuko, uwe na ujue polling station yako iko wapi mapema. Wakijaribu kuweka polling station mengine kama yale walifanywa na yule PS walikuwa wa elimu wakati ule, hata waseme polling station nyingi kwa magari, wajaribu kuiba kura, wajue kwa sababu ya mwagikaji wa damu ya vijana Gen Z, Ruto hutakubaliwa kuiba hata kura moja. Na ukiiba kura haitakuwa Kenya tena. Wangapi wasema hatutamruhusu kuiba kura? Yaani tunamfanya one touch. Ile one touch sio? Yaani round moja, hata wakifanya hesabu namna gani vile tulivyo hapa tayari hakuna Ruto Ikulu. Zote tukijitolea na vijana wetu wale hawana kazi, wale ambao anaamini Ruto ukimpatia mtoto 10,000 umemuonga. Sisi sio watu wa kuongwa. Rigiji ametuambia ukipata hiyo pesa usipeleke nyumbani, kula hapa. Si namna hiyo? Yaani huwezi kuziga ndovu na pembe yake. Kwa hivyo wangapi anasema hiyo pesa tutakula bila kujali na kusema asante? Ile makosa kubwa unaweza kufanya ni kusema asante kwa Kasongo. Ameharibu maisha yetu, ameharibu heshima ya nchi yetu. Kwa hivyo njia ni moja, uchukue ID kama una, chukua kura kuanzia Jumatatu, kwenda thibitisha kwamba uko na kura yako, alafu rauke mapema. Mtu yeyote ambaye analipa mshahara Kenya hii analipa ushuru usiojulikana. Hakuna nchi dunia nzima ina ushuru ama kodi ya ajabu kama hii ya Kenya. Kwa hivyo executive order number 1 ya serikali inayokuja, tupilia mbali housing levy, kodi mbovu hiyo, kwa sababu kwanza hayo manyumba inajengwa kwa serikali, inajengwa kwa ardhi ya wenyewe. Kwa hivyo hakuna haja hata kuwauzia. Vile Rigiji amesema nampatia gavana apatie watu yake. Hii sio pesa ya Ruto na watu yake kuendelea kukalia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunafurahi. Nyinyi watu wa Kiambu, kaeni ngumu, msikubali. Mkiona mtu yeyote baina yetu akikubali kuingia kwa Ruto, mjue huyo ni msaliti. Wangapi wanasema tutatambua wasaliti? Wangapi wanasema tutawatambua? Kwa hivyo asanteni sana sana ndugu Rigiji, asante. Thank you. Tuko na cousin wetu Eugene Wamalwa, mwambie hi cousin. Hi Kuzo. Cousin Eugene Wamalwa, endelea. Harambee.
Harambee! Kiambu! Kiambu! Mumeamua ni one term? Ruto, Kasongo, Zakayo. Hebu nione muliamua one term, one term, one term. Watu wa Kiambu tulisimama hapa wiki kadhaa zilizopita. Tulikuwa tumeenda Ndumberi sababu mtoto mdogo wa miaka 12 alikuwa amewawa na Zakayo na askari wake. Mnakumbuka? Alafu tukitoka Ndumberi tulienda kuona familia ya kijana Mwangi. Mnakumbuka Mwash? Alikuwa amepigwa risasi pia amewawa. Wakati huo tulikuja hapa kusema pole kwenu, tukiwa kwa majonzi, si ndio? Leo tumekuja Kiambu tukiwa na furaha. Tumetoka pahala panaitwa ufungamano. Ufungamano ndio serikali za Kenya huwa zinaundwa. Ufungamano ndio Kibaki alikutana na Wamala kijana na Ngilu na timu wakaunda serikali. Mnakumbuka tu? Hiyo serikali ilileta maendeleo, ikaleta free primary na secondary education. Sisi leo tumekuja hapa mkituona hivi, mko tayari tuunde serikali pamoja? Hebu nione wale mnasema mko tayari. Tumekubaliana tutatembea pamoja. Hatutakubali tugawanywe na mtu anaitwa Kasongo, sababu kazi yake ni kugawanya. 202 tulishikana tukawashinda. Leo huyu Zakayo ameanza mbinu ya kugawanya upinzani. Sisi tuko macho bwana Zakayo, hatutakubali utugawanye. Tutakaa pamoja hadi mwisho, tutoe mmoja wetu wa kupeleka Sugoi. Sawa sawa? Na watu wa Mlima, msikubali mgawanywe. Zakayo najua ninyi mkishikana kura zaidi ya milioni 4 ndio limuingiza State House, ndio? Anajua mkishikana tena na huyu Rigiji na huyu Martha Karua na huyu Linturi na huyu JB Muturi, haki ya Mungu Zakayo anaenda nyumbani. Sawa sawa? Ninyi ndio mlimuingiza na ninyi ndio mtamtoa. Mko tayari? Nimesikia amekuwa hapa juzi anasema ati alijaribu kugawanya Mlima Kenya into Mount Kenya East na Mount Kenya West. Watu wa Mlima wa Embu wamekataa mambo yake, Meru wamekataa mambo yake. Sasa anasema eti anataka atoe Kiambu kutoka kwa Central, ati msiwe pamoja na wenzenu. Mtakubali hiyo? Mtakubali Kiambu iondolewe Mlima Kenya? Wangapi mnakataa poroja ya huyu bwana Zakayo? Mkae pamoja kama kitu kimoja. La pili, tumesema bwana Kasongo, tumesikia waziri wako Aden Duale akianza siasa ya ukabila, ya kugawanya nchi kwa misingi ya ukabila. Amesema ati tunarudi 207, tunaenda kuunda Pentagon. Sisi tulijua yale yalifanyika 207 208. Mnakumbuka? Hatutakubali jamii ya Mlima muwe isolated, turudi ile siasa ya 41 versus 1. Hiyo bwana Ruto mlifanya wakati huo, wakati huu hatutakubali kamwe. Ndio sababu mkiona huyu Kalonzo Musyoka, yeye si mgeni hapa. Si mnakumbuka alitembea na Kibaki? Si alisaidia Kibaki tukaunda serikali? Mkiona Wamalwa hapa, mimi si mgeni hapa. Si Wamalwa kijana alitembea na Kibaki? Si tuliunda serikali? Leo tukija hapa tumekuja kama marafiki wa Mlima, na tunawaambia hatutakubali mtembee peke yenu Rigiji. Hatutakubali Karua mtembee peke yenu. Hatutakubali Mlima uwe isolated ever again. Tuko pamoja jamani? Sisi tumesema tutakubaliana, yule tutatoa mtamuunga mkono apeleke Kasongo nyumbani. Na hii ni team. Huyu bwana Rigiji na Kalonzo wamekuwa nambari 2 Kenya. Huyu amekuwa second deputy president of the republic. Kalonzo amekuwa the 10th vice president of the republic. Mimi nimekuwa kwa ile Kibaki cabinet. Karua amekuwa kwa hiyo cabinet. Huyu Linturi na huyu Muturi wamekuwa mawaziri. Tuko tayari kuunda serikali day 1 na kurudisha sera nzuri za Kibaki, sera nzuri za Uhuru, na kutoa hii mambo ya Kasongo na housing levy iende mara. Housing levy iende mara. Shashe shishoshu iende mara. Mko tayari tuitoe jamani? Sitaki niseme kuliko hapo. Nataka watu wa Mlima mkumbuke yale, kuna msemo ninyi huwa mnasema,
ule mkondo Kibaki na Wamala walitembea wakaunda serikali. Tunataka turudishe, tufuate huo mkondo. Wakikuyu mnasema Ruiru shoke mukaro. Muko tayari turudi hapo? Ile safari ya Wamala na Kibaki? Na mchunge sana ni nani mnaenda kuwinda naye. Wakikuyu mnasema ukienda kuwinda chui, lazima uchunge yule unawinda naye. Garehe itagwa na mudu. Si wadoni tumekuja sasa? Muko tayari tuende tuwinde chui pamoja? Tupeleke Kasongo nyumbani? Hebu nione mikono unasema asante, Mungu awabariki. Haya, JB Muturi ndio mwe. Boko mukaidia atia? Yeah? Ate? Tukane mwe. Mukaidia hii. Hi bro. Tukane mwe mabrana. Na makazi ni muri achano kubono inywe. Okay bro, endelea. Harambee! Harambee! Mimi wacha nipeane tu sababu mbili ambao hiyo one time lazima tuhakikishe inatimiza ama inatimika. Mumesoma kila siku kwamba hii kitu mnaambiwa inaitwa SHA SHIF imekuwa ikilipa pesa mpaka ikapotea zaidi ya bilioni 10, na mkisoma kila siku ni tu hospitali mnaambiwa sijui Lastland wapi Mandera. Unashindwa Mandera, kwani watu wamekuwa wengi namna gani? Pesa nyinyi ndio mnatoa, alafu inalipwa kwa hospitali gushi, ghost hospitals, ghost patients. Hakuna mtu ametibiwa, ni pesa inaporwa hapa. Sasa sio ni sababu moja ya kupeleka Kasongo nyumbani? Harambee! Sababu ya pili, juzi Auditor General ametoa ripoti kwamba pesa ile inatoka kutoka kwa Wizara ya Elimu inaenda kwa mashule gushi, non-existent schools, ghost schools. Sasa walikuwa malize ile investigation walikuwa wanafanya wiki hii, lakini tayari wamegundua kwamba ati kulikuwa na wanafunzi 50,000 ambao ni ghost, na hao kila mmoja wao wamepata 16,000 kwa mwaka. That is over 800 million Kenya shillings, karibu bilioni nzima, na bado hawajamaliza. Hiyo pesa unashindwa ilitoka kwa ministry, nani iko mtu aliidhinisha, ilienda kwa shule fulani hiyo. Kwa hiyo shule iko na account kwa benki, nani alienda kwa banki katoa hizo pesa? Na mpaka sasa dakika hii hakuna mtu amepelekwa kotini. Wale wenye mahospitali ambazo ni ghost, Duale anasema iko mafaila anabeba. Duale mwenyewe anatakiwa kuwa ndiye ako kwa pale kwa DCI hapa Kiambu Road, kwa sababu hizo mahospitali zilitoka wapi? Nani aliidhinisha kwamba ati kuna wagonjwa wametibiwa kule? Nani alipitisha kwamba Mandera na Wajir ati hospitali zile ziko huko ni nyingi kushinda zile ziko Kiambu? Kayadwa maatu wanatoa hili mwatea. Hiyo ndio limo. Hiyo ndio sababu ya pili kwa kufanya tuseme Kasongo, na kwa jina lingine anaitwa William Kipchirchir Ruto. William Kipchirchir Ruto ni one term. Harambee! No tokwenda tumabye tukomonye ko uri abere. Tomko umaitete besha. No turatirio uguo, turatirio kahora tarikiria. 27 November ndio tutafanya kama vile tulifanya hapa Kiambaa. Ndio itakuwa mwanzo ya kuonesha Kasongo huu mlima uwezi guza. Rigiji alikuwa anamwambia hapana guza mlima.
Rigiji alikuwa anamwambia hapana guza mlima. Wakamchekelea. Si mnajua walimchekelea? Si tulikuwa na Rigiji kwa hiyo serikali ya William? Hiyo ya Kipchirchir. Nikimwambia mimi wacha kuibia wa Kenya. Ati anataka mimi niweke sahihi pesa 130 billion ikuja apelekwe, ati anasema ni miti anapanda. Siku hizi mmesikia Kipchirchir akiongea mambo ya miti? Huu mtu tumfanye namna gani watu wa Kiambu? Harambee! Asante. Lakini kwa sababu chama changu cha DP, Democratic Party, azma yetu ni haki na umoja. Huyu mtu tukimpeleka nyumbani kwa sababu ya yale madhara amefanyia wa Kenya, wale watoto wetu wengi ameua, lazima William Ruto ulipe kwa kukua katika mahakama ya jinai, ama la sivyo wewe Ruto Kipchirchir, wewe Ruto ujue utalala hapa Kamiti, utaozea hapo. Harambee! Asante. Asante sana mwanangu. Haya, niko na kiongozi wetu kutoka Meru, Mithika Lentore. Moko mukaidia atia? Yeah? Ate moko mukaidia atia? Yeah? Bro. Haya, mukaidia hii. Mukaidia hii. Hi bro. Hi bro. Hi bros. Tukiendelea zaidi hapa hata nitawaita shemeji. Ama namna gani? Mimi naangalia hapa naona hata tuko na mashemeji hapa. Kwa hivyo uhusiano wetu ni beyond, si ndio? Hii ni Kiambu. Kiambu. Nyinyi watu wa Kiambu mnajua mimi nimefika hapa kama bro wenu. Na nimekuja kusikiza mimi ground ya Kiambu. Ground ya Kiambu inasemaje? Ya Kiambu inasemaje? Kiambu inasema one time. Sasa sikizeni ujumbe kutoka kule kwa mambrusi wenu kutoka Meru. Sisi ndebere uma bro. Ndebere uma. Ibo mbibwa. Sisi tumesema hivi. Sababu tunamuelewa Kasongo ni mtu aina gani. Na tunajua nia ya Kasongo kugawanya mlima na skimu zake. Sababu alianza kujaribu kugawanya mlima kwa kumhakikisha ya kwamba amefukuza Rigiji, alafu anatupatia mtu wa soprano. Hapo ndio mpango ulianza. Si mnaelewa hivyo? Ndivyo alianza, mnaelewa hivyo? Sasa sisi tukiwa kule Meru, na mnaelewa sisi, hii mlima yote 48% of the vote ya Kasongo ilikuwa ni kura yetu. Na hakuna mlima tunaweza kubali uweze kuguswa tena. Ile kura tulimpatia. Na msikize. Munaona Njeimbi hako hapa kutoka pande ya Embu, si ndio? Si ni bro? Si mnaniona hapa kutoka Meru? Na Kalonzo pia ni bro wetu mwingine cousin. Sasa watu wa Meru wameniambia nikuje hapa. Sababu sisi tumekubaliana kukubali kugawanyishwa watu wa mlima kati ya mlima Mount Kenya East na Mount Kenya West. Sisi tulisema Kasongo haiwezekani. Tulisema haiwezekani. Na tukasema sisi kiongozi wetu ni Rigiji hapa. Na kwa hivyo tukiwa na kiongozi wa mlima anaitwa Rigiji, watu wa Meru wakaniambia nikuje ukweli nihakikishe nyinyi watu wa Kiambu vile tumefunga Meru kufukuza Kasongo, nyinyi mko tayari tuungane tumwambie Kasongo ni one time. Tutachunga Rigiji, tutahakikisha ya kwamba Kasongo haingii huku. Kasongo msaliti ama si msaliti? Mkora au sio mkora? Sasa tulikuja na Kasongo huku, akasema na mimi naona hapa, nikiangalia naona watu wa bonda bonda, watu wa matatu. Akasema ya kwamba ile mfumo wake ya kuondoka watu chini panda juu, alafu sasa hapa ili muweze kutoka kwa pikipiki uingie kwa Uber, uingie kwa matatu.
watu wa bonda hapa, watu wale wakuwa na matatu, umetoka bonda ukaenda kwa matatu, ukatoka kwa matatu kwa Uber ukaenda kwa matatu, kweli? Muongo ama si muongo? Muongo ama si muongo? Tunataka kukuambia wewe Kasongo, sababu wewe ni msaliti. Makosa mengine yote probably tunaweza kufikiria na kusema vile inaweza, Biblia inasema ukiomba msamaha unaweza samehewa. Lakini mambo ya kuwasaliti wa Kenya, mambo ya kuwasaliti Gen Z, mambo ya kuwasaliti akina mama, hatuwezi samea wewe. Tunataka tupatane na wewe kwa ndebe, tuhakikishe kura tumepiga moja ya kufukuza wewe, na niwaambie sisi tumeamua. Mukiona wa watu wote sinawatosha kufukuza Kasongo, mnataka tushikishane hivyo? Watu watero huko kari torongamane au oroka orato mweta muzaliti. Sasa sisi tuombeeni Mungu, tuko tayari kufanya hii kazi usiku na mchana, but the commitment I want to make ni ya kwamba sisi tutasikana kama ngulu kuhakikisha Kasongo ameenda nyumbani. Sawa sawa? Ando itwa Kiambu ndani ngedhani Meru. Ndebere bendete. Mambro wafurahie kuendelea kuchunga mlima. Harambe! Harambe! Asanteni mabros na masista. Tuko na kiongozi wetu, mama shangazi wetu Maito Wito, Mheshimiwa wa Naivasha, the Honorable Jane Kehara. Harambe! Kiambu niguo mumagera. Kiambu muri Mount Kenya. Twerirwo ni mwathamire. Twerirwo ni mwathamire na icong'wa. Gutire wera mararuta tiga gutoia. Na wakiri Ndegwa Njiro uthie igoti-ini tondu Ruto ni arenda kuia Kenya pipeline nigetha tuthimagire maguta. Ni tugwitikira? Ithe tuoragire ciana citu? Ithe gutire mwana uraragirwo wa guku? Riu aratwirire ni akumuriha. Muoyo wa mundu ni wa mbeca cigana? Atumia mwe guku tutikiuge ibu. Orage ciana citu, orage ciana citu, coki otwire ni uguturiha. Moyo wa mundu ni wa mbeca cigana? Our leaders, we are going to follow you. And I want to tell you from Kiambu here, if you don't go all the way, you'll have disappointed us. Tunataka murudie ile ya 202, viongozi walishikana. Nimuronire athiete gukomborithia thigari citu Haiti. Aga makomborithia areage mbia. Na ithuĩ tũrogagwo gũkũ nĩ mĩkora. Nĩmũgũthiĩ kũgĩra mbeca State House cietwo, githĩ tiguo? Mũthiĩ mũgĩre. Kũrĩ mũndũ ũkendia ngoro yake. Kũrĩ mũndũ ũkendia ngoro yake. Kiambu wĩ mũtikĩrĩega. Ona gwitũ Naikuru tũrauga nĩ. Ona Murang'a kũrerwo nĩ wa. Araugire Rigiji nĩ mũkabira. Gĩtiguo? Rigiji alisema tushikane. Tushikane watu wa Mount Kenya. Githĩ tiguo? Naye kazi anaajiri wa Kalenjin ni nani? Mukabira. Kampuni zote za serikali zinaandikwa wa Kalenjin. Ni nani Mkabira? Githĩ tiwe? Harambe! Harambe! Tũrĩ na atongoria aingĩ mũno haha, no ndĩrenda njĩte wakiri, no tondũ gũkũ ti igoti-inĩ wakiri, ũke ũtũinithie wakiri Ndegwa Njiro. Harambe! Harambe! Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo me mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga,
tuinire inyimbo iria mwainagira Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa mwarĩhore mũtukenie. Kaĩ mũtoĩ Ngai witũ, kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa twĩ ngombo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ mutakuinĩra Kasongo mũrei kombo-inĩ wa ũthĩni, mutaimbia Kasongo wakati anaiba inchi, mutakubali Kasongo auwe Gen Z. Harambe! Wacha niwasalimie na salamu za chama changu cha Wiper. Nikisema Wiper mnasema komboa Kenya. Wiper! Wiper! Unaona huyu Rigiji ako hapa, amebeba kura milioni 6. Amebeba milioni ngapi? Unaona ule wakazi ni pale, yule Kalonzo Musyoka, yule daktari amebeba kura milioni 4. Unaona yule Eugene Wamalwa, yule Waingo, yule kazini yetu amebeba kura milioni 3. Tumeshinda hatujashinda? Tumeshinda hatujashinda? Harambe! Andũ a Kiambu ndĩmũcokerie ngatho nĩ gũthura mwanake gĩtungati, mwanake ũtangĩendia andũ a Kiambu, atangĩendia rũrĩrĩ, Seneta Karongo wa Thang'wa. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Rigiji egũkũ, Eugene Wamalwa egũkũ, Kalonzo Musyoka egũkũ, Martha Karua egũkũ, Justin Muturi yako area. Waambie wote sisi tunasema ni one time, si ndio? Harambe! Asha mani, ni asha. Unajua, nasikia Kasongo amemaliza mkutano yake haraka haraka. Sasa ameenda kwa TV anatazama sisi hapa. Alali Ankara na bebe. Agĩtwĩrorera. Rĩu ndiye nanona kamera ĩno. Niwe wale aratwĩrorera. Wewe Kasongo wewe. Wewe Kasongo. Tunakutoa kwa ofisi. Si mambo ndio hayo? Demorie. Jorie. Tukaenda kwa ballot 2027. Tupate kuna presidential candidate wawili tu. Tuko na Kalonzo Musyoka na Ruto. Mtachagua nani? Bas. Mukaenda pale mpate Rigiji na Ruto. Mtachagua nani? Mukaenda mpate Martha Karua na Ruto. Mtachagua nani? Mukaenda mpate Eugene Wamalwa na Ruto. Mtachagua nani? Na mwisho ukaenda upate Kondo na Ruto. Utachagua nani? Wacha ni wale watu wa Kondo. Wajamaa amekwenda huyo tumemalizana na yeye, si ndio hiyo? Mimi nataka kuwashukuru, na sisi tutaendelea kushikilia Rigiji na Martha Karua hapa katika Mulima, sababu tuko na baba na tuko na mama, si ndio? Si mambo ndio hayo? Kibaki alituongoza miaka 10, tukamalizana na yeye vizuri. Uhuru ametuongoza miaka 10, tumemalizana na yeye vizuri. Sasa ni wakati wa Rigiji akia nani? Si mambo ndio hayo? Wakiwa na Martha Karua hapa katika Mulima. Haya, thoma mohoro wewe. Na gerekia. Tuthome mohoro. Uria twathomaga. Nĩ mohoro kuma gũkũ Kiambu. Ũgĩthomerwo nĩ niĩ Karungo wa Thang'wa. Gĩtungati na bemwe nĩwe Rigathĩ wa Gachagua. Kuga nĩ ararũĩra gĩtĩ gĩa president na andũ a Kiambu metĩkĩra ũguo. Icio tigano jeta Karungo wa Thang'wa. Asanteni sana Kiambu, asanteni sana.
Haya, tuko na mheshimiwa kutoka Makueni, mama wetu mheshimiwa wa chama cha Wiper kutoka Makueni. Harambee! Kwanza ngoja kidogo mama, msalimie. Harambee! Mheshimiwa ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Msalimieni yeye. Mnamsalimiaje? Hi sis. Hi cousins. Hi sisters. Hi brothers. Asanteni. Harambee! Harambee! Mimi nimesikiliza viongozi na nikasikia watu wengi wakisema ati shida ya Kenya ni tribalism. Sisi Kenya tuko na shida ya tribalism? Hatuna shida ya tribalism. Ni watu wanataka kupanda mbegu ya tribalism kwa roho zetu, na tunasema tunakataa kabisa. Hatuna shida ya tribalism. Shida ile tuko nayo, munakubali? Ile shida tuko nayo ni uongozi mbaya. Hatuna shida ya tribalism. Na sasa tunasema hivi, nimeona nyumba ya Kenya Kwanza wakipatiana maji, wakipatiana barabara, lakini tunasema hivi, hebu munisikilize. Tunasema hivi, nyumba mama na baba wakikosana kwa sababu ya unfaithfulness, yaani ukikuwa unfaithful kwa bwana yako alafu aende akununulie nguo imported, wewe uko sawa? Unaweza kuwa sawa kwa sababu bwana amekuwa unfaithful, sasa akuletee nguo imported na akuambie sasa uko sawa? Inafaa? Sasa ile makosa hii serikali imetufanyia, kwanza kuua watu wetu, kuua watoto wetu. Ya pili, kuongoza inji bila kufuata katiba yetu. Unaona siku hizi ni corruption kila siku. Wamama wanakalishwa huku kule kwetu, wanakalishwa kwa vikao kwa mto ili wapatiwe pesa ili wakubali serikali ambayo imeua watoto wetu. Na kuambia watu wa Kiambu, mkipatiwa barabara, shida ya watoto kukufa imejadiliwa. Na mkipatiwa pesa, na mkipatiwa maji, na mkipatiwa muambiwa mmepatiwa position, ati nyinyi ndio mmepatiwa CS, shida imeisha. Kwa hivyo ile shida tuko nayo Kenya ni bad governance, na ndio tunashukuru viongozi wetu. Tunataka tupate uongozi bora, na kwa hayo yote tunasema Kasongo asante. Kasongo asanteni. Tuko na deputy party leader wa chama cha DCP, Mheshimiwa Peter Mwadhi. Haya Kiambu Kiambua Harambee! Nyonia iwan tamuega. Harambee! Kiongozi wa Wiper ni nani? Haya, na wa DP ni Muturi, na wa PLP ni Martha Karua, na wa DCP ako wapi? Basi sisi tunakushukuru sana kiongozi wetu ya kwamba umeheshimu Kiambu na ukatupatia kiti kubwa katika chama. Kwa hivyo watu wa Kiambu, kama kuna nafasi ya kusema asante na kujua anawaheshimu, ni kwamba alinipatia hiyo kiti ya deputy chair ili chama cha DCP kiweze kustiri hapa. Na nataka kuwatangazia leo ya kwamba tumepata nyumba hapa, na wiki ijayo nakuja pale chini tufungue ofisi tukiwa na rigiji ili muweze kuregister chama cha DCP. Sawa. Nilitoka huko Limuru, watu wakaniambia mutu ni one term. Kasongo ni
tukaenda upande wa mlima wakasema ni, tukaenda Ukambani wakasema ni, na nyinyi watu wa Kiambu munasemaje? Asante. Aende asiende? Aende asiende? Hebu nione nani anasema Kasongo aende. Tuko na mama wetu, Mama Nungari. Andũ a Kiambu mũrĩega? Harambee! Harambee! Ithuothe twĩ thutha wa Rigiji. Kĩama nĩ kĩrĩkũ? He karũgendo twatwaranire na tũtiarĩkirie, nĩ tũgũtwarana. Nĩ mũkũhe hinya ndute wĩra? Nĩ mũkũrũgama na nyũmba? Nĩ tũragĩirwo ciana, tũtioragĩirwo Mwaci, tũkĩũragĩrwo Ndeno, tũkĩũragĩrwo Bridget, na tũrenda kuga ũmũthĩ our cousins me gũkũ Kiambu tũtirathamio kĩrĩma, kana itiguo? Ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ, ngwenda tũine rwĩmbo Gĩkũyũ gitũ, na wainũka ũthikĩrĩrie rwĩmbo rwa Makibi James, no ti ruo ngũina, rũrĩa rugaga Gĩkũyũ tũnyitane, no ngũina gĩbugo kĩmwe kiugaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩmwe kwarĩ hĩndĩ ĩmwe mũthamaki nake ĩni nĩwe watahithirie Isiraeli matũre mengombo bũrũri na inyuĩ Gĩkũyũ ĩni Tuko na aliyekuwa gavana hapa Kiambu, Bwana Nyoro. Hey. Harambee! Harambee! Andũ a Kiambu mũrĩega? Maita geithiai ũguo tondũ tũtiĩrĩ Ngai. Ngai aithuguo wega. Asante sana. Tumekuja leo tukishikana na hawa vigogo wa opposition kwa sababu tulisimama hapa nikikumbuka tukawapea nyinyi story tukimwira no guthuke ni gwathukire tanyonia yogo ate ni gwathukire tanyonia yogo ni gwathukire riu tukete haha tutongoretio ni Rigiji na vigogo othe Mathakarwa, Kalonzo, Eugene, nigetha tumwire ringi kwahota guthuka niguo noka tugwitikira guthuke rekei ndimwire. Unajua Rigiji, wacha nikuambie mambo ya Kiambu. Hawa watu wanakupenda na wanapenda joint opposition, na mambo ya Kiambu, uongozi wote wa Kenya unaanza hapa Kirigiti, si ndio? Hakuna president hata mmoja amekuwa president kabla ya kuingia Kirigiti. Kwa hivyo sasa Kiambu inakuwa ya history. Vile ningetaka kuambia wakati huu tufuate vile tunaambiwa na hawa vigogo wa opposition ili tukomboe nchi. Tutakubaliana? Hebu nionyesheni. Ndamwira kahinda nigeguka muratura muragia ndikuo 2027 nituracoka turute wira twarutaga na inyui. Rekio Ngai amurathime. Haya, niko na wabunge watarajiwa kutoka Kiambaa. Niko na Damaris Dama anapigania kiti cha Kiambaa na tikiti wa DCP. Mimi naitwa Dama wa Kiambaa. Ni hivi, si hivi, si ndio? Ni hivi, si ndio? Mr. Rigiji, our president, while you were away, waliua mtoto wa hapa juu. Sema one time. Waliua mtoto wa hapa juu. Wakaiba pesa ya umma. Wakaanza kupigania pesa ya umma. Na sasa tumesema sisi wakituita hekalu tunakula pesa na bado tuna
na mkubwa au watu unaona wakienda kule hekalu si hawa ama ni nyinyi? Na tumewaambia kuu liwe liwalo, hata watoe pesa namna gani matingehota kugura ngoro citũ. Kaso wetiga kuhutahutia, turamwĩra atĩrĩrĩ no anga mũngĩgũrĩrwo kura cianyu. Mũnene mararĩ KIST mũthenya ũngĩ maretia yuthi kura ciao na ngiri icio nĩguo maraheanaga cigana 2 na twaiga ũũ matikũgũra kura citũ. Sawa sawa, na hule mwenye hajachukua kura uende Huduma Center uchukue ID yako ndio uweze kuchukua nini? Asante. Ama namna gani? Kasongo must. Thank you. Kasongo must. Rigiji for president. Rigiji for. Asante. Thank you. Mheshimiwa Karicho anataka kiti huko Lari katika chama cha DCP. Harambe! Harambe! Watu wa Kiambu mpo? Nimunyitire Rigathi wa Gachagua. Neguo. Nekanyone andu aria mara support Rigathi wa Gachagua ta president witu. Rekanyone. Sisi tuko nyuma ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua kama president wetu wa 6. Ni kweli? Na kwa saa hii ndiye baba yetu. Ni kweli? Kwa hivyo tunapenda baba yetu na mzidi kumuombea na kumsukuma, na nimetoka rali na tunasema kwetu ni one term. Thank you very much. Tuko na Mheshimiwa Josephine anataka kiti cha mbunge huko Lari na chama cha DCP. DCP, skiza grant, watu wa Kiambu, tutatoka Kiambu ama tutakaa Kiambu? Wale wanataka tutoke Kiambu, sisi ni wana Kiambu, tumezaliwa huku na tuko nyuma ya kiongozi wetu Rigiji. Tuko pamoja. Naitwa Josephine Miano, natafuta kiti ya MP huko Radi, ndio wale wanaondoka waondoke, madhie momete. Asante. Wapi moko? Katondo North. Haya, huyu Sovinga wa Bibiana ndio coordinator wetu wa DCP. Yeah. Haya. Harambe! Kiambu mpo? Gikuo kia nogo nege kinyu. Gikuo kia nogo nege kinyu. Nitomuinire gikuo kia nogo kia na kinya. Omote nogo ya rogere. Kifo ya nyani imefika kwa William Ruto. Niguo katiguo. Mheshimiwa Rigiji ekore Amerika mareciragia ndagacoka. Nimaconokete. Gikuyu twi hamwe. Kuma wiki ino engi andu moke maregister haria. Nie coordinator wa DCP na ndiragũagũa. Niguo katiguo. No munene kuma wathie ni kurendete kunyitana kana tiguo. Tugikuinira kuma wathie. Kwanyita rege munene kuma wathie. Munene ndugathie rege. Mundu uyu tutigirira ni acoka nginya kuria Sugoi. Niguo katiguo. Asante. Haya, asante sana. Esperant, unasema jina yako pahali unasimama. 1 minute. Unasema jina yako pahali unasimama. Vijana oye! Vijana oye! Comrades power! Mimi naitwa Kawanjiro, nimesimamia vijana pale DCP, chama ya Rigathi Gachagua. Si mnajua? Boss wakati ulienda, huyo Kasongo alikuwa anataka kuniua na akanistaki hapa mimi kama terrorist. Si ndio? Mimi nataka kusema nikiwa Kiambu headquarter yetu. Hii Kiambu iko Murima, si ndio? Kuna mbunge wa hapa Gatundu North alitusi Rigathi Gachagua. Nataka kumwambia Juni wa rika yangu, huyo mtu usimrudishie, mimi nitamrudishia saa hii hadharani. Si ndio? Wewe Kororia wewe. Mimi nitadili na wewe sasa ukitusi baba sasa. Gachagua ndiye kinara wa Mount Kenya. Wewe Kororia ni mtoto mdogo sana.
si ndio? Ule mtu anacheza na Rigathi Gachagua, anacheza na Mount Kenya na Kenya mzima, si ndio? Harambee! Harambee! Asante sana. Huyo mko hapo haraka. Haraka, 1 minute. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Harambee! Mimi naitwa Paul Mugo, niko na DCP kule Gatundu North. Kwa huyo mshenzi anatusi Rigathi Gachagua, niseme hivi, tujihami na kura, ndio huyu mtu tukifika 27 tuangushe, si ndio? Sisi kama wanajeshi wa Rigathi Gachagua tunawauliza msimame na yeye, tuwe na nguvu, tushikane. Kasongo aende wapi? Asante. Harambee! Asante, thank you. Haya, have a minute. Unasema jina yako pahali huko. Haya, saidia yeye. Harambee! Harambee! Jabaito mau ne okire. Jabaito ne okire. Ere yao kwa Kiambu itu. Ere yao kwa bũrũri witũ. Hamare twanjĩtagwo mathenge. Ithe mũtikĩwe mathenge nĩ njamba. Ere yao komborire rũrĩrĩ rũrũ. Ndĩrarũgama MCA Kiambu Town. Thank you very much. Thank you. Ya, namna hiyo unasema jina yako, kiti inasimama. Jina na kiti unasimama, please. Harambee! Harambee! Janzi hoye! Janzi hoye! Hamare tũnjĩtagwo David Mathenge. Na nĩ Mathenge Janzi. Janzi nĩ ũcio. Janzi nĩ ũcio. This time turauga Janzi mpaka ndani, si ndio? Haya. Thank you. Next. Harambee! 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 Kwa majina ni Jack Kiarie. Tulitembea na nini safari tukabakisha kidogo tufike wapi? Bunge. Raundi hii tuko ndani ya DCP. Na kiongozi wetu ni Rigathi Gachagua. Tuko na yeye kuanzia sasa mpaka tamaa. Namba 2 anakuja namba 1 next time, si ndio? Niko tayari kuwahudumia Regaji president wetu. Mimi MC Kiambu Town. Thank you. Jina na kiti tafadhali. DCP. Naitwa Eric Ngethe Koine, mjumbe pekee wa DCP Duberi Ward. Thank you. Namna hiyo. Harambee! Harambee! Mimi kwa majina naitwa Kamau Kiarie kutoka hapa hivyo Dumberi. Na mimi ni Jenzi. Harambee! Harambee! Pare Dumberi tunasema ni Jenzi, DCP mpaka mwisho. Asanteni sana. Thank you.